Nilishangaa sana nilivyoona kwamba wanawake wengi hawajui mizunguko yao. So leo nataka niwafundishe kidogo kuhusu hii diagram au mchoro huu ambao ni simplified version ya mzunguko wa mwanamke. Sawa. Sasa mzunguko wa mwanamke huwa una siku 21 mpaka 35 kikawaida. Yaani ukiona wewe mzunguko wako una siku 21 mpaka 35, maana yake wewe mzunguko wako ni wa kawaida kabisa. Mzunguko wako ukiwa chini ya siku 21, maana yake wewe una mzunguko mfupi na unaweza kuwa una bleed mara nyingi sana kwa mwezi. Lakini pia kama mzunguko wako una siku zaidi ya 35, maana yake wewe una mzunguko mrefu kuliko kawaida. Na hivyo unaweza kukaa hadi miezi 2 bila kuingia period. Na kama we hedhi yako ni chini ya siku 21 au zaidi ya siku 35, au unashauriwa kumuona daktari wako au ufanye uchunguzi zaidi na kujua nini tatizo, kwa sababu lazima kuwa kuna tatizo, it's not normal. In average sasa huaga tunachukua kwamba mzunguko una siku 28. Hii ni average, haimaanishi kwamba kila mtu mzunguko wake una siku 28. Kwa hapa tumechukua prototype ya mzunguko wa siku 28 ambao ni average kwa watu wengi. Kwenye mzunguko huu kuna hallmark ya vitu viwili ambavyo wewe utatakiwa uvijue. Kitu cha kwanza ni kwamba period inaanza on the first day. Yaani ile siku ambayo period imeanza ndio inahesabika kama siku ya kwanza ya mzunguko. Kwa kama hapa kwenye hii diagram inamaanisha siku ya kwanza mpaka ya 5 ni siku ambayo unakuwa unaingia hedhi. Lakini siku nyingine ya keep in mind ni siku hii ya 14. Sasa hii siku ya 14 hii atuhesabii siku ya 14 kutoka siku ya kwanza. Siku ya 14 kutoka pale ambapo utaingia period tena. Yaani hatuhesabu kutokea mbele kuja huku, tunahesabia kutokea huku kurudi nyuma. Hii ndiyo siku ambayo utakuwa yai lako linatoka. Kwa siku ya 14 kabla ya kuingia period yako ijayo ndio siku ambayo yai lako linatoka. Lakini sasa kwa sababu huu mchoro wetu una siku 28 na siku ya 14 ndo nusu ya hiyo 28, maana yake itakuwa ni 14 kutoka huku lakini pia 14 kutoka huku. Sasa hii ndiyo siku ambayo wewe unakuwa the most fertile. Na sasa kuna kitu kimoja hapa cha kujua, ni kwamba kuanzia siku ya 11 mpaka siku ya 18 ni siku za hatari, au ni siku ambazo wewe kama mwanamke unakuwa na probability kubwa sana ya kupata mimba. Lakini kwenye siku ya 14 probability inakuwa the highest. Sawa, kwa sababu ndo siku ambayo yai linatoka. Na yai lenyewe huaga linakaa masaa 24 tu. Baada ya masaa 24 linakufa, haliwezi kuwa fertilized. Maana yake kama wewe yai lako limetoka siku ya 14, maana yake baada ya siku ya 15 hapa 16 unakuwa tena uwezi tena ukapata ujauzito. Lakini sperm yenyewe inaweza ikakaa siku 3 ndani ya mwili wa mwanamke. Maana yake ukiwa umefanya mapenzi siku ya 11, sawa, lakini yai likaja kutoka siku ya 14, maana yake unaweza ukapata mimba. Sijui umenielewa? Yeah. Sasa ukishaelewa kwamba kuna huu muda huu ambao ndo uko fertile kuanzia siku ya 11 mpaka siku ya 18, lakini pia ukiangalia katika siku ya kwanza mpaka ya 5 ndo siku ambayo unaingia period. Maana yake ukitoa hizo siku nyingine zote hizi ni safe days au siku salama, siku ambazo probability yako ya kupata mimba ni ndogo sana. However, sasa kuna muda mwingine unaweza ukapata kwamba ukafanya hizi siku ambazo ni salama lakini ukapata ujauzito. Ni kwa nini? Kuna muda mwingine yai linachelewa kutoka au yai linawahi kutoka. Na hii inasababishwa na balance ya hormones zako. Yaani hormones zile, kuna hormone inabidi zipande kama FSH na LH inabidi zipande ili yai litoke. Sasa muda mwingine zinawahi, muda mwingine zinachelewa. Lakini under normal circumstances, yaani ni kama ikitokea kikawaida, huaga inatokea katika siku ya 14 before kuingia period yako ijayo. Haimaanishi kwamba ni siku zote inatokea hivyo. Kwa kuna some days inawahi, some days inachelewa. Ndio maana unakuta muda mwingine mtu anaweza akafanya sex akiwa period na bado akapata mimba. Unaweza kukuta ili yai limewahi kutoka. Let's say yai limetoka siku ya 7. Sawa? Yai likitoka siku ya 7 inamaanisha kwamba huyu mtu huyu, na tulisema sperm inakaa siku 3 ndani ya mwili wa mwanamke. Maana yake kama alifanya siku ya 5, siku ya 7 hapa mtu anapata mimba. Kwa hiyo hii ndio overview urahisi sana jinsi gani unaweza ukaelewa mzunguko wako. Yote kama una swali unaweza kauliza kwenye comment, lakini pia follow Instagram na TikTok najiita Dr. Noel MD. Lakini pia kama una swali lolote personal unaweza kaingia DM au kanicheki, it's all free, tutasaidiana.